Karibu sana haria hothe uri mwirori wa Barothi wa Thayo TV. It is yet another good beautiful evening guku Kenya na kuria diaspora ni kiroko githaka muno makiria. Kumwe gwakuo ni hindi mararahuka, kumwe gwakuo ni hindi marahuka, kuria kungi marorete kwarahuka, kuria kungi ni marahukire. Acokia ngatho nyingi muno ni gukorwo gwori haha thiini wa Barothi wa Thayo TV. Na muno makiria ukigeria gutuiria niki kiu kigeni kiroga. Uria andu manjira Barothi njikaraga ndirorere niki kigeni ugwikira ndirorere.
Rikuguo tugacokia ngatho muno makiria na ni utugi ucio utumite tukorwo twi muoyo tiga ni utugi wake tutingire haha na kuguo tugacokia ngatho nyingi muno makiria na tukoiga Ngai witu ni mwagiriru iguru ria maundu mothe tugacokia ngatho ni tondu we nowe tukinyithitie haha ona kuma riria twirigaine na muthuri ugwitwo Alfred. It has not been easy no tukokoretwo na thayu na tugakiuga ni wega tondu thengia maundu maria mothe makoretwo magika bururi-ini ithurano na andu ithuĩ Ngai ni atuhete riri na agatuhe gikeno tondu no tuage maundu manene muno no tugukorwo twi muoyo na ni turahota kumagara tugathi gwicariria kanyamu kau ona ge kanini tukamucokeria ngatho na tukonania unene wake ni tondu ni ekite wega. Kenya ndambure andu igana ona aria matwendete muno na aria mokaga mahinda mothe. Ndambure Mathai Hatu ni ndamuona guku, ndambure Mirijeri na Mathai Hatu ni udete, ndambure Royce Wainaina, ndambure Sony Lioness, Catherine Wairi mwari guku, Ann Chris kwaro atia SK Gishama ndakuona muno makiria, Ann Chris turari na Keira, Kate Wambo ni ndakuona, Grace Mugai, Nancy Lubai. Nancy Scotland kukwaje maritupa sana. Shiko FM ni ndakuona na wae hithire muno. Wangui Ndung'urecho ni ti mugani muno ni murata witu munene muno makiria. Ndona Paris Wajiku Njoroge, and of course our big friend naitwa Reverend Victor Gedhu. Reverend Victor Gedhu, habari gani? Bwana asifiwe. Mchungaji wangu salimika sana mahali yupo, salimia mam. Ntumwendete muno makiria. Wahome Alice ni ndakuona nawe nduri mugani ni wewe muceri guku muno. Jane Murungi ni ndakuona, nikungoja sana hapa Umoja Inako. Ucio Umoja Inako by the way ni gogatwira kuriori, ucio ni horo mwego gatwira hariori. Catherine Wairi mwenda kuona guku mwena Gasheri Jonjo. By the way si unataja mahali huko, si ndio? Unataja mahali huko, yes. Ukauga hariori nigetha tugakimenya atiriri mundu atwiroragire bururi uriku eitura ririku urocio gakora uri mwega. Nancy Rubaya baridi imeanza kuingia, aki imeanza. Eunice Kareve ako watching from Eunice. Kuna mahali kunaitwa Eunice? Okay, si kujua. Eunice Kareve watching from Eunice. Ama amechanganya na jina yake. Rachel Paul, salimika sana my sister. Uko poa? It's been long since I saw you. Rebecca Wangui, mambo vipi? Nimekuona pia. I have seen nani mwingine. So Rachel Paul ako pale Ruiru Kimbo. Regina David ako, huyu ni rafiki yetu wa kila siku. Niye dilata buruna gorogo number 1. Leo umekuja number 7. Tunakuona sana. Eunice Kareva anasema Eunice iko UK. Kuna mahali kunaitwa Eunice. Pengine ni nyumba yake. Hapana. Eunice from UK. Nimeelewa sasa. Ni Eunice from UK. I thought ni town inaitwa Eunice. Okay. Catherine Wairimu ako Saudi, Cecilia Lucy official ako Dubai, sante sana. Na nani mwingine huko? Voni Michael TV, hi, watching from Australia. Watu wa Australia, habari gani? Mko poa? Good to see you. Yes, Lois mambo, umefika, karibu sana. Tuitie marafiki zako. Alafu pia ukiingia unatuambia umetoka mji gani, town gani, kitongoji gani, nchi gani ama continent gani. Itakuwa rahisi sana kuweza kukutambua kulingana na mahali umetoka. Geithia mugani witu muno, mugani ni ageithikite no ageithika muno. Bas, ni ageithika muno. Lydia Francis ako Joska City. Joska City. Huko ni Joska wewe. Huko ni Joska. Wewe rudi angalia comments za kwanza. Regina David yaki pole. Kwani zilijifunika saa ngapi? By the way. Enyewe. Ulikuwa hapo unatugoja nimekuona. Sijui nimekuruka aje. Mesopotamia. Niko Rudodu. Chopolo. Hapa Kimbo. Ushatoka Kimbo umeenda Mesopotamia. Karuga Steve. Ukiwa UK, watu wote wa UK were represented. Watu wote wa Australia were represented. Watu wote wa Scotland were represented. Watu wote wa Dubai, watu wote wa Saudi, watu wote wa Bahrain, watu wote wa Jordan, watu wote wa US, watu wote wa
UK na huko kwingine kwote, Germany, Sweden, Switzerland, well represented. So hata Belgium, watu wote wa Belgium pia mko represented siku ya leo. Asanteni sana sana sana. Watu wote wa Israel well represented. Sisi ni wa Israel. Tunaenda Israel by the way. So watu wote wa Israel well represented. Sababu kuna pia rafiki yangu wa Israel hapa. Yes, my good friend Alfred. Asante. Good to see you, it's been long. Yes. Umenitupa. Lakini uzuri umenitupa lakini unatoa title. Unajua ungekuwa umenitupa na utoi title, sasa ingekuwa shida nyingine. Tunashughulikia watu wote. Yes, na Winnie Wambui yako hapa Machakos. Rosemary Blessed, tumesalimika sana. Sipagwigwi, mimi niko Kana, nilifika mbele ya baba. Umeelewa? Amefika mbele ya nani baba? Kana. Kumbe baba Mande yako Kana. Tunasubiri. Achana na hiyo maneno ya sublimu wewe. Achana na story ya kina Kamago. So Mire Jerry Saudi Arabia, thank you. Makemboy najua tuko hapa. Asante sana. We have Rachel Paul, acha story ya Israel bana. Wewe uko Israel uko Kimbo. Peter Janga Farmer, hi, +971. Huyo bado wako Gaf. Rafiki yetu sana. Kuna Lois Lee, twendeni. All right. We Lois, ngoja kidogo. Tupeleke na Rieng. Sawa, tupeleke na Rieng. Tuko hapa. Sawa Lois Lee. Catherine Wairimo, mimi jikaraga gikoroga niki wa post. Huyu anakaanga akiangalia ni nini na post next. I watch. All right. Sawa. Karibu sana Alfred. Asante. It's been long, tumetupana sana. Lakini uzuri ni ati huwa tunazungumza na tunaongea. So everything is well. That's true. Umekuwa aje? Tumekuwa poa. Bado Israel tunaenda. Unajua leo ni tarehe tumbakisha leo ni date. Leo ni tarehe 3. Next date 3 tutakuwa tunapack. Date 3 next month. Tutakuwa tunapack. Tunaweka sports shoes. Okay. Unarusha ka t-shirt. Kama hii. Unaweka ka water bottle huko ndani. Unajitayarisha vizuri. Wow. In a few days. Tutakuwa tuna board. Okay. Watu wa Israel, I hope mnatusikiza vizuri. Na mnasikia hiyo maneno. Na unajua niko huko kwa passport, nimeniambia kuna rafiki yangu alinisalimia hapo. Sikujua ni part ya wale tu wenye tunaenda na wao. Is part of them. Kumbe tulikutana huko tukichukua passport mapilka. So next month date 7 tunapaa na Egyptian Airways. Moja kwa moja. Unajua kuna rafiki yangu niliambia tunaenda Israel, anaambia wao walienda na ndege sijui kawaweka Ethiopia, sijui wakachukuliwa na nyingine ikawaweka Egypt. Sisi tunaenda Egypt Express. Wow. Mimi sitaki story ya Ethiopia. Twende huko. Sitaki story. Mimi siwezi taka kushuka Ethiopia. Hiyo ndege iko imejaa. Hata Somalia siwezi taka kushuka. Salima Loko, huku joto inatumaliza. We, ako baharini. Joto ni mingi huko. Lois Liz, sawa, no hard feelings. Unazitoa hapa, unatupeleka, tuko hapa. Lois Liz wewe. Victory Boy, Reverend Gedhu, salimika sana Reverend Victor. Uko salama? Sipaguya safarodhi unificha kwa suitcase. Mimi siko muheve. Akisi kuna watu watatamani tu kwenda Israel wakiona tukipaa angani. Wacha tufike. Akisi nitawachocha nikiwa huko. Utatamani kwenda next time. Nikiwa huko. Napita Jerusalem ndi huyu na naitwa Copenhagen, naitwa Kapernaum. Copenhagen iko Denmark. So tutavuruga. Huko tutavuruga. Tutakuwa tunaenda live tukua mpaka kwa barabara. Sasa shida ni line ya Safaricom inaweza shika huko. Inashika kabisa. Na data? Si Avikaela na kwa huko tunaongea na Safaricom throughout. Lakini si atatupea wifi to live stream na nini? Atatupea wifi, atatuonyesha how to go about. Sasa watu wenye washinda kwa WhatsApp tutatumia, utaenda ka data kamezimu unashindwa sasa. Tutakuwa roaming. Wow. Okay. Watu wa Italy msi confuse hiyo roaming na roam.
Mary Jerry anasema I would like to kuenda Israel but sasa niko Saudi. Si wewe ndiye uko karibu zaidi. Unakuja walking. Unajua Egypt na Saudi si ziko karibu sana. Ziko hapo tu hapo. Unaona ukipiga kona tutakuwa tu hapo. Kabla tuingie basi ya kuingia Israel, tupite chini ya Red Sea. Kabla tupite chini ya Red Sea. By the way tunapita basement. Basement ya sea. My friend, nyinyi hamjaona hizi vitu. Sisi tumebakisha days. My countdown. Anyway. Shiko, waiting for you here. Faro, the Holy Land, I tell you. Nasikia Holy Land, not just Israel. Holy Land. My goodness. We will be so blessed. Hacha mimi niende nikatembe. So please make sure next time pia uko hapo. I hope Alfred atatutengeneza the same next year. Yes. Sure. Dola ikishuka. Of course. Kwa sababu najua lazima itashuka. Na kila kitu itakuwa sawa. So we thank God for everything. Tuned from UAE, Edith Kinogu. Okay. All right. Mother Kafura, then mufike Bahrain, si far sana, ni 4 hours. Na basi ama na ndege. Unajua mimi hiyo story ya basi sinunui sana. Hata ni vile Israel huwezi ingia na ndege. Otherwise ningeingia na ndege. Hii story ya basi imetuchosha Kenya. Unaweza ingia na ndege kama unaenda direct. Kama unaenda direct. Tunaingia na ndege. Sisi tunashuka Egypt juu lazima. Alafu sasa tutacross sasa hapo juu ni karibu sana ni kabasi tu. Alafu tumefika. Okay. Otherwise kama tungekuwa tunaenda Israel peke yake. Na huku Egypt ni nini nzuri Egypt? Isipokuwa ile desert naonanga watu wakipeleka pyramids. Kuna pyramid ya Mount Sinai. Kuna St. Kathleen huko Mount Sinai. Okay. Kuna a lot of things. Mautoli hivi kwa Israel ama iko Egypt? Israel. Iko Israel. Okay. Anyway, ni sawa. Hapo tu ni siku mbili. Kufika siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ni kuondoka. So kuvaa tutavaa aje? Unajua kuna labda mama wanafikiri wataenda na trouser. Sport shoes, track suit. Easy to when you are some of those sacred places utaingia na trouser ukiwa mwanamke. Yeah. No, unavaa tu. Si unajua wewe ni hakuna restrictions za dress code. The only place niliona walikuwa na restrictions ilikuwa in the tomb of Abraham. Okay. Hapo ndo lazima uvae kabisa, ufunge kabisa, hata wewe mwanaume unavaa kila kitu. Acha. That's the only place I saw lazima ujifunike. Kwa nini? I don't know. I didn't even ask the reason. And then the other place ni the tomb of David. Hapo lazima ujifunike. Yeah. Wow, okay. Wow, that's good. Anyway, so hiyo ni safari na next month tutakuwa tunajitayarisha kuenda huko and that's very much okay. So where are we by the way? Unajua hata hujasema tuko wapi. Beth Wanjiko, Frodhi utakuja lini America? I will let you know. Unaona passport. Kumbe ndio kile kitu nilikuwa nangojea ndio niende hizo places. Mimi nimeishi hiyo miaka yote bila passport. Sasa nimeishika. My friend, kutravel nao nitatravel. Yeah? Next destination after Israel ni US. Kutoka hapo UK. Kutoka hapo Germany. Hivyo. Kila pahali. Ngojeni. Anyway, Lois, wewe tamani tu. Anyway, we've been promising people that we shall come back to Konza with Alfred, and here we are. Yeah. But this time round, it is not a joke. This is one of the biggest projects. Biggest. Yani nikiwa hapa kuenda gate ya Konza, it is 3 minutes. From here to Konza gate. Konza City gate. Main gate. Front gate. Kutoka hapa niko, kwenda hapo, it is 3 minutes. 3 minutes. 3 what? 3 minutes. Unajua kuna watu wamenichocha sana. You know there are people who have been stressing me. Akina Recho, akina there's another lady sijui anaitwa anaenda muangalia hapa. For ile project mnajina mkisema amfungui. Sasa tumekuja. That's why we are here actually. Yeah. We are not here to discuss a lot of things. We are here to launch. Wacha niseme officially tuta launch on next week on Monday. Wacha hii Monday ile ingine. Kwa sababu
as we believe tukianoint ndio tume launch officially. Yeah. But we had to come today kwa sababu pastor hakupatikana leo, lazima tungekuja juu tulikuwa tumepanga. Yeah. Na well, Lois Liz, tunauza shamba, wewe unanipea story zingine bwana. Wacha hiyo story bwana. Lois Liz, sitaka chumvi yangu ianze kupanda. Lois Liz, kama uko na birthday, happy birthday. Sawa? Wachane na mimi. Kama uko na birthday, happy birthday, wachane na mimi. Sasa imagine mtu anaenda Israel, unataka kuanza kumpea mapressure. Sasa sikia. This project, Alfred, hata sitaki uongee sana leo. I want to tell you what kind of a project we are giving you. Na by the way, hii project hata iko expensive kidogo. Kidogo tu. And because I can, naona kuna watu wako hapa side wanajaribu kufanya kitu, nitakwambia tu saa hizi. Hii project imefensiwa. Hii project imewekwa beacon. Hii project imetengenezwa barabara, imechongwa barabara kila mahali. Na hii project ni ile project. Unaona ile project tulikuwa tunasema. Kuna watu wanajua. Nikisema hivyo wanaelewa ni nini. Unaona ile project tulikuwa tunakuambia ndio hii sasa. 3 minutes from Konza main gate. Konza City main gate. Not just Konza City main gate. Kwa hivyo gate iko pale, ukuje hivi uingie hapa. 3 minutes. Na Alfred amechimba barabara kutoka huko Mombasa Road. Ile Mombasa Road pale. Kwa hivyo amechimba huko ikakuja ikaingia mpaka hapa. Now the most important part kwa hii project, it is that iko na 84 plots, ndio? Yes. 84 plots. Hii project iko na vitu zitafanywa hapa. One of the things zenye zitafanywa hapa ni nini? So number 1 ni kufence. Number 1 tusha fence. Number 2 tushakata barabara. Accessibility is very easy. Hata nikikutuma kutoka baharini. Hata tukuji na wewe, tunakutuma. Utaweka signboard hapa. Signpost huko juu. Na pale. You can also bring yourself. Utajileta, beacon, they are very clear. Utaona mpaka iko na title number. Yes, title number iko hapo. Tumeandika mpaka title number. Ukisikia kuna title number, whatever is remaining ni kutransfer tu. Ukisikia kuna title number ni kumaanisha ziko na title. Ile namba unapata hapo kwa ground. Actually beacon imeandikwa title number. Kwa hivyo hiyo namba iko kwa hiyo beacon ndio itakuwa kwa title. Title deed. Exactly. Sawa. This project, it is not just a simple project. Hii project inaitwa Pinnacle Gardens Konza. This is the pure Muthaiga ya Nairobi. Sasa hii ndio Muthaiga ya Konza. This is pure Runda ya Nairobi. So hii ni Runda ya Konza. Are we getting each other? So when we talk of Pinnacle Gardens Konza, tabiriria kuona Muthaiga kana Runda he Nairobi. So this is because when we talk of 3 minutes, hata tukizipea kilomita mingi ni 3 kilometers, because equivalent we normally calculate a kilometer with 1 minute. So we are talking of 3 kilometers from the gate. 3 kilometer. Kwa hivyo kutoka Mombasa Road, pale Mombasa Road, kufika hapa ni 800 meters. 800 meters. My good for ukitengera ihenya. 800 meters uingia hapa. This is a special project, a very special project, very special kwa yule mtu ako interested, kwa yule mtu alikuwa na ingojea, because I know there are people who were waiting. Part of them ni Recho. Unajua tutataja ni Recho mgani, but Recho ameniambia nimbukie 3. And that's why wakati tuliingia hapa, hata kabla tuingie live, kwanza tulizihesabu ni gani. So Recho, if you're watching, tayari nimeweka zako kando. Another person alikuwa ameniambia nimbukie, na hata hakuwa amejua ni wapi, because hatuko tumekuja kwa site. Wacha nikwambie anaitwa nani, kwa sababu najua she must be watching. Nilimwambia tuna launch leo, anaitwa Mary. Nimeiandika mpaka 6. Mary anataka 2. So what I have done, after huyo amenunua 2, then nikachukua za Recho 3, and then Mary 2. Then tunafika plot ingine special iko pale, yenye kuna kitu inafanywa saa hizi, yenye Alfred atatuambia. Ni nini hiyo inafanywa saa hizi kwa hii site? So
because hapa tumeona sasa tuweke maji mapema. Ndio ule mtu anataka kujenga. Yes. Kwa sababu hata mtu anaweza toka hapa anafanya kazi Nairobi. Yes. Anywhere, even Machakos. Hata kama unafanya kazi ndani ya Konza City, it's very accessible. It's very close to the main road. Yes. From here to the airport is 45 minutes. So tunataka kuweka maji ndio anyone anako interested in building immediately. Maji iko hapa, hata teseka na mambo ya maji, venye watu watajenga, venye ataishi aje akikuja. So that will be an immediate project. Ndio naona watu wanapima so far. Yes. Yeah. So kuna watu wanapima maji hapa. Hope wataonyeshwa hiyo video baadaye na hata kuonyeshwa. By the time hii video tunaendelea na hii shamba, watakuwa akiona ikichimbwa. Wanachimba. Kwa sababu tutakuwa tunakuja hapa site, watakuwa akiona ikichimbwa. Yes. So this is one of the very best important projects you need to think about. This is one of the best projects you need to think about. Not just buying one plot, tuseme niliinvest kwanza nimeweka plot kamoja. Please. Rachel, the reason amechukua 3 nijua alisikia kuhusu hii sasa project hii watu wanafanya hapa. No, unajua hata kama umenunua kwanza tayari, you want a place where you can already translate into a home. Exactly. Unaona? Ikuwe si tumeweka tu pesa alafu uko mbali huwezi ishi. You can even make a house here. Na si maji itasaidia watu tuliuza project hapa chini. Everybody tunaweza pull mpaka huko. Unaona? Right. You can pull back huko, lakini sasa lazima tuweke water tower yuko juu sana. Ndio ifike huko, but wale watakuwa hapa immediately hapa wata benefit immediately before the rest. So hii si project kidogo. Na by the way hii project ni pesa ngapi? Tumeshawaambia pesa. Bado hatujawaambia. Hujawaambia. Umemwambia ni kidogo. Niwaambie ama nisiwaambie? Tuuze chini ya maji. Unajua mtu akisikia 3 minutes from Konza main gate and the front gate. Na 800 meters from Mombasa Road. So you can imagine such an estate. Alafu unajua mtu wa kwanza mwenye atakuja ajenge hapa, mwenye atajenga wa kwanza hapa, yeye ndiye atakuwa part of wale watu watapea watu face ya estate za Konza. Hapa this project itakuwa estate, si ndio? Set up. Hii ita set up the pace. Kwa hivyo mwenye atajenga akiwa wa kwanza, ndiye atapea watu face yenye itakuwa Konza. So please, before nitaje price, this is one of the greatest projects you can ever have in your life. Because I'm sure by the time tunamaliza hii project, tutaingia hapa Konza City once again. We need to see where Konza City imefika. So that mtu akutajia Konza City, unajua tayari wewe unajua inajengwa. Imefika wapi. So we need to show people mahali imefika kwa sasa. I remember last time we did the same. So, but because kuna duration tumekaa, we need to go back there and show people where we as per now. The progress. Exactly. The progress. Yes. So, I'm happy because you're part of those people wamebahatika kukua wanapata hizi updates on time. Because there are people who doesn't know what is happening in Konza. Kuna watu hawajuangi hata kama inajengwa. Watu hawajui, isipokuwa hii nyumba wanaona wakiwa Mombasa Road nyumba kubwa. Peke yake. Hawajui hata huko chini kuna ingine inatokea. Unajua watu wengi sana walifikiri Konza ni white elephant. But wale watu tumekuja huku wakiona hizi shamba zao, they've seen that a lot is happening in there. Na by the way, hii ni kitu ukikuja kwa site unaipenda tu mara moja. Hauna choice. Hii lazima unapenda. Lazima unapenda wewe. Hii una choice. Sijui utafanya nini. Kama una pesa sijui utafanya nini. Juu lazima utaipenda. Imefensiwa, barabara zimewekwa, beacon zimewekwa. Beacon imewekwa title number, kwa hivyo title ziko tayari. Ni transfer peke yake. Maji ndio hii inapimwa hapa na watu wako hapa. I mean, what else do you want? Can I now mention the price? Ama kwanza ningoje? Ningoje? Kwa sababu hizi, kama mtu asha book 3 na hajaona tukilaunch. Hata hatujai anoint, tuna anoint next Monday isipokuwa hii ile ingine, hii ni ya mambo ya Supreme, so ile ingine. Lakini by the time tuna anoint, tutakuwa tumeuza sana. Because it's only 1 week, but I'm telling you utaona. Julie Jane anasema, "Abia watu bei wacha zako Farudhi." Ngoja.
ni vizuri kwanza nikueleze ni nini nakuuzia. Uambiwe ng'ombe imenona namna gani. So the beauty thing of this project imepata wakati expressway imeisha. Yeah. Kutoka Westlands kuja Mlolongo ukitumia expressway nilisikia is around, is it 15 minutes 20 minutes mpaka Mlolongo. Or 20 minutes from Westlands to Mlolongo is 20 minutes. 20 minutes ukitumia expressway. Yes. Straight. Ina depend unaenda na speed gani. Sasa hiyo ni speed ya wazee. 100 tu. 100. Hiyo ni speed ya wazee. No, hiyo ni ya wazee. Hiyo ni ya wazee. Lakini unajua tena tutaki kukimbia sana huko sana. Walianza kuipima hiyo speed. Sijui. Unajua kuna jamaa alitupita siku nyingine tulikuwa na Maina na Pastor Garuya. Let me tell you, ile sauti tulisikia ilibidi tumesimamisha gari kwa hiyo expressway. Umai pitwa ni kama umesimama. We, saa hiyo uko 100 tukajiuliza yeye ako. Alitupita ni kama tumesimama na tuko 100. Anyway, so let's give it around ka speed kazuri ka 20 minutes kufika hapa Mlolongo. So one, the beauty thing like expressway, if people are able to note very well, jam ya Mombasa Road ilikuwa imebaki kutoka, let's say ukipita Outer Ring. Yes. Jam ya Mombasa Road ilikuwa imebaki kutoka hapa kunaitwaje? Cabanas hadi Mlolongo. By the way, past there hakunanga traffic. Hakuna. Unless sasa kama unaingia Kitengela. Yeah. But past Mlolongo hakunanga traffic. Yeah. Na hapa ndio expressway imefika. Yeah. So imagine umetumia expressway, umekuja umeshuka Mlolongo, alafu you proceed to Konza. Yeah. I mean, this is the best. Na by the way, inakuja kama imefanywa dual carriage Mombasa Road. Inakuja kama imeteremka. So things are getting better and better. So by the time Konza City inaisha, I mean, hapa kutakuwa wapi? Another place. Watu washajenga. Different place. Watu wanaishi, and I believe it is the immediate 10 kilometer radius. Yenye Konza iko na interest nayo. Yeah. So be part of it. Wacha tuingie kwa bei sasa. Bei ya hapa tunauza just 1M kwa mtu wa installment, 950k kwa mtu wa cash. So if you pay cash, you save 50,000. Yes. If you pay installment, it is 1M. Huyu mtu wa installment tulisema atoe deposit ya pesa ngapi? Anatoa 200. 200,000. Yes. Deposit. Period. Hizo zingine alipa? Unajipanga polepole, ukilipa polepole. 6 months. Okay. Good. So pay cash 950, installment 1M, deposit 200, hiyo ingine ulipe polepole, in 6 months your story ishe. What else do we say? Maji ndio hii inapimwa. Ndio hii inapimwa. Hebu waonyeshe tena producer. Maji ndio hii inapimwa hapa. Yes. Maji ndio hii inapimwa. By the way, hii maji itachimbwa tukiendelea na kuuza hizi plots. Not long. Na najua by the way tutamaliza haraka. So hata unajua kuchimba maji niona sio mchezo. Hapana. Na hizo chuma wanapelekanga chini. Huwa zinatolewa? Yes, wanachimba wakiingisha alafu watoe. They drill, wanaweka one after the other, ikisha wanatoa. Alafu ndio wanaweka casings. Watatoa aje? Mimi unaona anavizifinyiria na huko. Hapana, zote hutolewa zote. Sasa wanarudi wanaweka casings. Sasa kuna hizo za kudrill, si zile za casings. Alafu ndio wanaweka casings moja one by one. Alafu sasa wanaweka ile pipe ya pump. So ikienda chini huwa inafunguliwa ingine? Inafunguliwa ingine nasukuma mpaka sasa ile pale maji itafika. Then they remove that and then they do casings. Casings ndio ina shield ball from collapsing. Sasa hiyo casings zinaenda mpaka chini, alafu maji inaingia through the casings. Alafu pipe ile ingine sasa ya pump inaingia na pump mpaka chini kabisa. Wow. So that is so nice. So hizi plots ni size ya 50 by 100. Yes. Size ni 50 by 100. Na tumesema ukitaka cash ni 950,000. 950,000. And we are the cheapest, by the way. Yeah. We are the cheapest. Sitaki kunini sana, but there are people who are very far away from here. Very far. Very far away from the gate. Wako 1250? Yes, 1250. Very far away from here. And you can find out. You can find out yourself. Hata ukikuja inbox sitakwambia, but you can see. Ukiangalia Konza na uangalie kwa mitandao kwa hizo kampuni, you realize we are the best. Yeah. The reason as to why we are the best, Alfred can explain. I remember hata last time watu walikuwa wanaogopa. Kwa nini mko cheap? Yeah.
wanatuogopa. You see, there is a difference between a company and an individual who Alfred hakuwa ananunua ati ndio auze, alikuwa ananunua zake. Yeah. But nilikuja kurealize kwa kina Alfred si mbali na hapa. That is the reason Alfred was able to Ageri vijanja. Na unajua alinionyesha wakati tumemaliza kuuza hizi projects. Sio mbali na hapa. By the way, ni hapa tu hakujajengwa. Unajua we moved from the other part ya huku kwingine tulikuwa tunauza the other side. Yeah. Na hata kuna manyumba na kuna watu wanaishi wengi sana. Yeah. So, lakini enye although by the way I have an uncle bado aliwahi nunua hizi plots za huko. Yeah. Nimekuja kujua juzi wakati aliniona nikiuza kwanza. Anyway, so 950 cash, 1M installment. 1M installment. Installment na kuandikia hapo. Deposit 200k. The rest you pay in 6 months. In 6 months. Na by the way nikuambie, unaweza fikiria ati ni expensive. Tayari kuna mtu amebook 3. Huyo nimeita Recho. 3. Najua amenunua 3, hata hakuwa ameona tukilaunch. Yeah. So kitu ya kwanza nikikuja nilimselectia, juu alisema kwanza nimselectie nikikuja. Akuwe among the people wenye wako hapa mbele. Ani mjanja. Bado wako kwa the other concerts. Sitaki kumwambia ni nani huyo, juu najua mnamjua, lakini hakuna haja ya kuexplainia. She's an interesting person. I will not tell you why. Haya. Na leo niko na furaha. I'm very happy. Sijui kwa nini. But it's because hii project nimeharakishwa na watu sana. I've been busy, so busy. Nimekuwa nikipush Alfred. Namwambia kabla tufike kwa election. Election ndio hii ikafika. Wacha tuhesabu kura. After election, karibu nimwambia ngoje Supreme Court announce ndio sasa tukuje. Sasa nikaona hapana, wacha niingie kwa shamba, tuanze safari pamoja. So if you are interested, I want you to call these numbers, ukuja inbox, tukutumia map, and then tuanze safari pamoja. There are only 84 plots. Ukibahatika uchukue yako moja ama mbili ama 3, it will be better. If you manage to pick 5 with title deed, you are the best person. So, namba yangu ni 0798-008-008. You inbox Farodhi. Inbox Farodhi or Alfred. Alfred. Kupitia namba gani? 0706 00 2338. Yes. Good. So namba ziko hapo. Good. So 0798-008-008 ni inbox, ni kurushia map. Ama inbox Alfred 0706-002338. Now we have several methods za kulipa. Number 1, you can use my number. Number 2, you can use Alfred's number. Number 3, you can use KCB account number yenye tutakutumia inbox. Number 4, you can use a dollar account. Tuko na dollar account. So we have tume-up the game. The reason as to why tunatumia dollar account, it might be easier for some people when you wako nje ya nchi. You just deposit the money to the dollars account. Takuwa rahisi. So we are making your work easy because we thought earlier investing in Kenya it's hard. Things are so easy now. Things are getting much better because you see kuna watu walikuwa na pressure kubwa sana ya kuinvest because they have no one who they can trust. Now we have shown the trust ourselves. Direct. Hakuna kubahatisha. We've sold Konza 1 and 2, title delivered. We've sold other places with trustworthy people. And we have assured the diaspora that we are capable of doing this. So no need of kuenda kutafutililia. We are here. We are much happy because the only
way you can even earn a living, whether in Kenya or in diaspora, it's by solving somebody's problem. So we solved your problem. Sasa ukinunua hauna wasiwasi, ukinunua hauna pressure, ukinunua sio lazima utumie mtu wenu. People, watu wamekuja kusoma, you've seen people hawakutuma watu, wamejileta wao wenyewe kukujia title na kuona shamba. Yep. So meaning we are not just there to make you happy, we are not just there to bring people to encourage you, but we are also there to solve your problems. Because do you know that's a problem? You have money you want to invest, hauna mtu unaweza trust. Uko na pesa unataka kuinvest, haujui ni nani unaweza tumia akusaidia kuinvest. So that's why we came, and I believe we came at the right time. So please, hauna reason ya kutuhepa. Hauna no imagine napimwa hapa. Hauna reason ya kutuhepa. So wow. So thank you so much, and may God bless you so much. Alfred, maybe kuna kitu ungetaka kuongezea? Nikushukuru tu for the support that you've given us before. Hata hii project, we pray that God at our bless financially and in health, that when you commit yourself, of course God atakubless mpaka completion. Kweli. And the project will be fruitful, not just to kwa kila mtu, each and everyone mwenye atakuwa amejicommit kununua. Sure. Yes. So welcome to Pinnacle Gardens Konza. This is your place to be. You must be here. You have no choice. You must be here. Pinnacle Gardens, you must be one of the partakers. Yes. Hata kama hauna pesa saa hizi, I'm 100% sure God must do something. Yes. Yes, God must do something. Kama usha invest kwanza na ungetaka kuinvest, this is now the place where you lock the deal. Yes. Yeah. So if you want to know the sweetness of Konza, this Pinnacle Gardens Konza, you have to be here. You must be here. Mungu itabidi akupee pesa. Itabidi. Wewe jua ile njia utatumia kuprovoke Mungu akupatie pesa. Yeah. Ndege shujo gutwara kanitha-ini umubo provoke arakare yakunengere utajipanga. But I'm telling you, this is the nicest place you can ever buy right now. Konza City inaendelea kujengwa. We will show you very soon. Na kuonyesha nini inaendelea hapa Konza City ndani. Yeah. We are just 3 minutes away from Konza City. 3 minutes away from Konza City. What else do you want? Please come here, come and invest. Kuja upate title deed yako. There are those times we used to fear. We have no reason to fear anymore. Yes. Maybe by then we had a reason to fear, but now we have no reason. So we have proved to be part of your close people to invest with. Kwa hivyo hufai kuogopa hata kidogo. Na sina maneno mengi leo. I know 1 week from now tutakuja kuanoint tukiwa na Pastor Garuya. Yes. And kama umeinvest na sisi, we may give you the first priority. Yes. So if you're willing na umeinvest na sisi, kuja inbox, tukupea first priority, uchukue, and then yeah. Riko guari hemo mweko igire atiriri ni judo mwewe. Mweko ndo mwewe. Mweko igire atiriri. Ihenya inene riuna agikwa ihatha ati na kahora keindo no wega nguteithio ngihũthĩra thimũ ĩyo nĩ ũkũra tondũ rĩrĩ ihenya inene rĩu nĩrĩo rĩrateithia nĩ ihenya inene nĩgetha wĩgwatĩre harĩa hega sawa sawa. And of course mũgũnda wothe nĩ mwega no rĩu gũkĩrĩ mũndũ wendaga na haha mbere he gate nĩgetha ona angĩkarĩithia tũgui rĩ tũgui ngui ici cia goro rĩ igĩkũgoka gwabiraga kũu ti kwa mũndũ mũhũthũ wanyitha ni riu ri kahora no kage indo no nginya wihika hike rita riri nigetha maundu maku magirire. Koguo ri ngwenda uke inbox ya 0798008008 hiyo ni yangu, ama 0706002338. Na kuna kitu moja Alfred imenifurahisha. See, by the time we started phase 1 watu hawakuwa wanakujua vizuri. Yeah. And therefore watu walikuwa naogopa kutuma pesa direct kwa kampuni. Walikuwa Farodhi waje nikutumia, unajua hatujui Alfred wewe ndio tunajua. Tukiendelea kabla tufike phase 2, nikasikia watu wananiambia Farodhi,
Huyu jamaa wako tumeona ni mtu wa kweli, sasa tumeanza kumtumia. So actually my phone misbehaved, kukakuwa na issue ya SendWave ikafungwa. Nikamwambia tumieni, Alfred ni mtu mzuri. Sasa wao wenyewe ndio wananiambia wewe ni mzuri. So by then nilikuwa na pressure mingi sana. Pesa ilikuwa inatumwa ina over mpaka nafungiwa juu hakukuwa na choice. But right now they are free to send to you because wameshika title. Mtu alikuwa amenunua plots 5 amepewa zake. Mtu it has umeonyeshana because normally mimi naweza kuwa na kutrust. Na hata nikijaribu kuwauzia Alfred hawezi kuamini until waone matokeo. So sasa wameona matokeo and I believe things are going to be well. Please karibu Pinnacle Gardens Konza, mahali pazuri pa kuinvest, and siwezi mind ukichukua hata plots 2 ama zaidi, you're free to do so. Ziko na title, and funny thing is that I don't even have to say ziko na title. Nafaa tu kukuonyesha beacon, sababu beacon imeandikwa title number, not just the other number, title number. So si ukuja inbox nikurushie map, tuharakisha tumalize hiyo maneno. Is that okay? Please come kwa 0798008008 ama 0706002338. Pinnacle Gardens Konza inakungoja 3 minutes away from Konza City main gate. 3 minutes away. Kutoka Mombasa Road 800 meters. Sawa. Kuna kitu nataka kuongeza? Hapana, karibu.